kazi imenishinda. Kitu nataka nizungumze na wewe. Kuhusu nini? Binti yako. Inamaanisha mwanangu Danika? Ndio. Sawa. Unaweza kaenda. Mama huyo. Mwanangu. Karibu. Karibu. Asante sana mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, karibu sana. Nashukuru Mungu. Za hapa mama? Za hapa tunamshukuru Mungu, nzuri. Ndio. Sijui uko utoka. Mama bwana, huku tunashukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri. Aise mama, kumebadilika. Lazima kubadilike. Kama tulivyoongea kwenye simu, nilichokipanga huku mimi nikae muda mrefu, sio wa kukaa siku 2-3. Kwa sababu kiukweli kule fursa zimenishinda. Hivyo nimekuja kutafuta changamoto mpya. Kwa maana hiyo nataka nitafute kazi huku. Ikiwezekana mama, kwa dua zako na baraka zako, nipate mke huku. Fadhali. Nioe kabisa. Inashangaza. Lakini naamini kwa sababu bado ana hisia za mwanangu Danika. Pia naamini kwa sababu najua uchawi upo. Siri hii haitatoka mdomoni mwangu hata kama nitakuwa nimekufa. Umefanya uamuzi sahihi sana mzee. Kama hii siri itavuja, sisi sote hapa hatutakuwa salama. Najua. Ndio maana naongea kwa uzito huu. Ila nataka kujua jambo moja. Uko salama? Kwa sasa ndiyo. Lakini kama jina langu la mwanzo litasikika hata mara moja, basi kila kitu kitaanza mwanzo. Najua mwanangu, nitafanya hivyo. Mjomba, inabidi nikuruhusu uende nyumbani ili vita hii iwe nyepesi. Sawa mjomba. Mzee Mashine, nyinyi ndio mtaweza kutetea hili jawazi, mimi nawaacha. Mwanangu, kubiashara zipo, kazi zipo. Wewe tusinajua huu mji una biashara kibao. Eti Sawa kabisa mama, na kiukweli kama nilivyosema natafuta fursa. Kule kwetu kuna mzee mmoja anauza supu ya makagari ya mbuzi yale. Kule anapiga hela yule mzee. Mwanangu, yani huku ni wewe tu. Kama una biashara hiyo ya makagari, mbona utafanya kazi? Ila pia nashukuru mwanangu, bora umekuja. Niko peke yangu mwanangu, bora hata umekuja tukae wote. Uko peke yako? Niko peke yangu, bora hata umekuja mwanangu. Kwani Magomba yuko wapi? Kuhusu Magomba ni story ndefu. Ila ukishapumzika nitakuelezea. Okay sawa basi mama, halina shida hilo. Haya mwanangu. Maisha ni milima na mabonde, kila siku mapambano hayakomi. Vikwazo vinakuja kama mawimbi, lakini moyo wangu haukati. Mpaka sasa inavyoonekana hakuna dalili zozote za kuonesha mpaka sasa hivi Magomba yuko wapi. Huyu mama anazidi kutuletea tu wageni. Hakuna kukata tamaa. Ni mwenda tu pitako tu. Ni mwenda kula naye sahani moja tu. Ni lazima tu kuna kitu atakuwa anaficha, sio bure. Usikate tamaa, usiache ndoto zako, mbele kuna nuru njiani, usikate tamaa. Wewe tena,
Mbona unafuatana nyuma sana? Shida nini mzee? Najua tumekuwa tukigombana mara kwa mara. Tumekuwa tukikwaruzana mara kwa mara, tunapishana. Lakini pia nimekukosea mara nyingi sana. Nimekuja kuomba msamaha. Msamaha? Msamaha gani tena? Unajua Danika? Sorry. Kumbe haitwi Danika tena. Unajua Zainab? Zainab mimi ni binamu yangu. Na nilikuwa naishi naye pale kwao ambako ni kwa mjomba wangu mimi. Lakini mjomba mimi ameniruhusu nirudi nyumbani. Na binafsi unanijua vizuri, mimi mtoto wa kiume. Maisha ya kulialia mimi sio mambo yangu. Maisha ya kuombaomba nyumbani na nini sio pigo zangu. Kwa hiyo mimi binafsi nikapiga hesabu, nikaona no, bora nje kwako wewe rafiki yangu. Pamoja na yote ambayo tumeyapitia huko nyuma tu ya flash. Tuanze upya mwanangu. Wewe kama vipi unikaribishe kwako, niishi hapa ili niendelee kujitafuta. Jomba sikia. Mimi ni simba, siwezi nikakaa na swala jike ndani mwangu. Aisee wewe. Unajua hizo pigo zako mimi ndo zinanikelaga. Sikia. Kuna siku utatambua kwamba hata simba mwenyewe anahitaji ushirikiano katika maisha ya utafutaji. Sasa endelea na dharau zako, ila kuna siku nakwambia utakumbuka maneno. Pole sana mwanangu. Najua uliyoyapitia sio kitu kidogo. Nilizani sitokuja kukuona tena babangu. Nilikuwa mbali na wewe kimwili, lakini damu yako haiwezi kukatika mwilini mwangu. Nitaendelea kuitunza hii siri. Kuhusu sura yako na jina lako la zamani vitabaki kule vilivyobaki. Asante baba. Lakini baba, nina wazo. Ili kuwa mbali na watu wabaya ni kuwa mbali na wewe. Hivyo naomba unipangie chumba mtaani. Mwanangu, kwa nini mtaani? Ili macho yao yasiulize maswali baba. Kwa maana nikiwa karibu na wewe wataanza kuunganisha doti. Umefikiria wazo zuri. Nitakupangia hicho chumba. Lakini baba, hata nikikaa mbali na wewe bado naogopa. Unaogopa nini? Uchawi? Ndiyo. Watu waliokuwa nyuma ya haya hatuwawezi hata kidogo. Usiogope. Nitakulinda kwa njia zote. Si kwa nguvu tu. Pia kwa kutumia akili. Nitatafuta watu wa kuweza kukukinga. Kwa kinga zisizowezekana. Na kama kijaribu tena je? Watajaribu mara moja na hawataweza kufanikiwa. Hilo imenipa nguvu sana baba. Kumbuka hii. Usiamini watu kirahisi. Na unapohisi hatari utaniita mimi mara moja. Haijalishi dunia itakuonaje. Lakini wewe kwangu bado ni mwanangu. Maisha ni milima na mabonde, kila siku mapambano hayakomi. Vikwazo vinakuja kama mawimbi, lakini moyo wangu haukatiki. Nilipoanguka niliinuka tena, machozi yakaniosha nguvu. Nasibu.
Kaka, nimekaa nimefikiria, nimeona nikukubalie tu tuishi yote. Oya, uko serious? Unamaanisha unachokizungumza? Kwa sababu mimi nishaziona dalili zako mapema, nisikuelewi tangu nilipokuja pale nyumbani kwako, ulivyonijibu. Yaani kama mtu fulani. Kwa hiyo sio ikawa ni moja kati ya setup mwanangu na wanipa mtego ili nirudi pale unipige tukio. Namaanisha wewe twenzetu tu. Sasa hayo ndo maamuzi ya kiume. Yaani ukisikia mwanaume unatakiwa kuwa hivyo. Hayo mambo mengine ya watoto wa kike, rafiki yangu, kumind vitu vidogo kuvifanya kuwa vitu vikubwa, hayo mambo ya watoto wa kike. Yaani sisi watoto wa kiume mambo yanatakiwa yananyooka. Kwa hilo ndo jambo la muhimu ambalo wewe ulilisahau. Basi fresh, kwa vipi hapo? Kati ya mimi na wewe nani simba dume, nani swala jike? Wewe achana na hayo bwana, sisi tuondoke zetu. Vipi mzee? Kama sawa. Nakwaje? Kama kawaida. Sawa, washinda sana nje mdogo wetu. Kawaida. Sasa nitaenda wapi mjomba? Mambo. Nai. Huyu mdogo wangu. Naishi naye hapa mazingira fulani kama unavyoangalia. Lakini mdogo wangu fulani ambaye tumekulia mtaa mmoja nini, unajua zile. Kwa amekuja hapa katika maisha ya utafutaji. Lakini pia ikitokea kuna fursa ya kazi huko, katika harakati zako nini umegundua kuna fursa ya kazi, hebu niambie ili tumsaidie mdogo wetu. Sio unaona anapokaa kinyonge nini, hana kazi. Unajua mjini hapa. Basi sawa. Nikipata kazi nitataarifu. Umeelewa shemeji yangu? Basi sawa. Wadogo, mimi niko ndani na shemeji yako mara moja. Tena ndani bibi. Vipi mzee? Na mazungumzo na wewe. Mama mkali nakuja hapo. Oya, kwa nini umenitambulisha vile kwa yule demu wakati wewe ndio ulikuja kuomba kuishi hapa? Kai bana, naye rafiki yangu. Mambo madogo hayo rafiki yangu na mind. Sikia. Kamtoe yule demu wako kule ndani. La sivyo nakuharibia kila kitu mjomba. Sasa hapo ndo unafeli rafiki yangu. Afu wewe sikia nikwambie, mbona wewe wa mjini rafiki yangu unashindwa kuishi kwenye kodi? Kodi gani babu? Hapa nyumbani kwangu kodi gani? Niishi kwenye kodi gani? Mimi pale nilisema vile ili mchezo uwe mwepesi kwangu. Afu wewe unaelewa kabisa mwanangu, sawa mimi pale sikutakiwa kuonyesha unyonge wote. Ndio maana nikasema vile ili mchezo uwe mwepesi. Oya kaka, mimi mchezo wako hiyo sielewi. Kamtoe yule demu wako kule ndani. Nimesema kamtoe demu wako kule ndani.